Nimeonyeshwa mambo mengi sana kuhusu nchi hii yani. Nikaonyeshwa kiongozi mmoja, nikamuona, nikaonana naye kwenye ndoto, naonana naye, na nilipokuwa naonana naye yule kiongozi, kwanza Mungu amempa neema kubwa ya ulinzi, lakini maadui wengi sana wanamtafuta kichawi. Kwa hiyo nikaonana naye uso kwa uso, nikawa naongea naye, namuombea kwenye ndoto, lakini naonyeshwa jinsi anavyotafutwa, jinsi wanavyomuinda, jinsi wanavyotuma uchawi wa kumchukua, wa kumteka na vitu mbalimbali sana. Lakini uzuri, yule kiongozi ni mtumishi pia wa Mungu na ni kiongozi mkubwa. Nikimtaja kila mmoja atakuwa anamfahamu. Kwa wakawa wanamtafuta kiroho. Hiyo nimeonyeshwa live kabisa, jinsi ambavyo wanamtafuta, jinsi ambavyo Mungu anavyomlinda, wanajaribu kumchukua, anapotea katikati yao. Naonyeshwa live kama kwenye TV hivi. Ndio Roho Mungu akasema huyu namlinda kwa sababu ana alama yangu. Haleluya. Ni mtu wa, nikimtaja watu wa kanda ya Ziwa mnamfahamu sana. Kwa hiyo sitaki niseme jina lake ni nani, lakini ni vizuri kuombea viongozi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Punga mkono wako nyosha, sema damu ya Yesu Kristo izingire mipaka yote ya nchi ya Tanzania. Sema damu ya Yesu Kristo izingire mipaka yote ya nchi ya Tanzania. Damu ya Yesu Kristo ifunike mipaka yote ya kanda ya Ziwa katika jina la Yesu. Sema haleluya. Haleluya. Message delivered. Mara nyingi Mungu anapokupa unabii kwa ajili ya nchi, lazima akupe na hekima kwa ajili ya ule unabii, kwa sababu unabii na hekima zinakwenda pamoja. The gift of prophecy and the gift of wisdom goes together. Sasa ukiwa huna roho ya hekima, unaweza ukakosea ule unabii. Badala ya unabii kujenga, unabii ukabomoa. Kwa sababu lengo la unabii ni kujenga, si kubomoa. Watu wataka kusema amina. Lengo la unabii ni kufanyaje? Ni kujenga, si kubomoa. Mungu anapokupa ujumbe ni kwa ajili ya kujenga. Sasa mmoja anasema, unajua sasa mbona hamkemei maovu? Danieli alikuwa nabii na aliishi kwenye serikali ya Nebukadreza, lakini bado Danieli aliendelea kutulia na Mungu akamtumia katika nchi hiyo hiyo. Na Mungu alipompa neno alitumia busara. Kuna siku Danieli alimfuata mfalme, alikuwa ni mfalme Nebukadreza au Belshaza, akampelekea neno. Alikuwa ni mfalme Belshaza. Akamwambia, unabii huu unaokuletea uwapate maadui zako, usikupate wewe. Angalia hekima Danieli. Anaenda mbele ya rais wa nchi, anamwambia, unabii huu unaokupa, unabii huu, tafsiri ya unabii huu uwapate maadui zako na wanao kuchukia. Ndio akaanza kumtabiria sasa. Kwa kuna hekima ya jinsi ya kupeleka unabii. Sasa manabii wengi leo wanaonekana ni wanafujo, wanabomoa,